Siku moja, nikiwa nimekaa kwenye hoteli maarufu jijini Dar es Salaam, niligundua mtu mmoja akinitazama kwa makini. Nilikuwa nikipumzika, nikiondoa machofu ya siku nzito ya kazi, lakini macho yangu yalijikuta yakikutana na yake. Mwanamume huyo alikuwa na haiba ya kipekee, mwili wa mchezaji wa soka mwenye nguvu, na macho yake ya giza yaliangaza kwa mvuto. Hakuwa mtu niliyezoea kukutana naye katika maisha yangu ya kila siku, lakini nilikuwa nimemuona mara nyingi kwenye televisheni akichezea timu maarufu ya Simba SC. Nilijua jina lake, Elie Mpanzu. Na kila wakati nilikuwa nikifurahi kuona michango yake katika michezo, lakini sikuwahi kufikiria kwamba ningekutana naye ana kwa ana. Baada ya muda kidogo, mhudumu alileta juisi ya passion na kuniambia, zawadi kutoka kwa yule bwana pale. Nilipotazama, Elie alikuwa amejinamia kwa tabasamu, akipunga mkono kwa adabu. Alikuja kwa haraka mpaka mezani kwangu, akasema kwa sauti ya utulivu, habari mrembo, naitwa Elie Mpanzu, lakini naamini ungenifahamu zaidi kwa jina langu la uwanjani. Niliguswa na kauli yake, lakini kwa dakika chache, nilijikuta nikishangaa kidogo, nashindwa kuelewa kuwa mtu huyu anayeishi kwenye macho ya wengi alikuwa akiongea na mimi kwa namna hii ya kirafiki. Tulianza mazungumzo na niligundua kuwa licha ya umaarufu wake, alikuwa mtu mnyenyekevu na mwenye utulivu. Siku chache baadaye, alinialika kuwa mgeni wake katika mechi ya Simba dhidi ya Azam FC, mchezo ambao ulivutia mashabiki wengi. Nilijua kuwa ilikuwa fursa adimu na niliingia uwanja wa Mkapa kwa mara ya kwanza nikiwa na hisia za kipekee. Nilimwona Elie akicheza uwanjani na kila alipogusa mpira, nilijivunia kumtazama akicheza kwa ufanisi. Mechi ilimalizika kwa sare ya 2-2 ambapo Elie alifunga moja ya mabao kwa shuti kali nje ya boksi na nilijivunia kumshuhudia katika kiwango cha juu. Baada ya mchezo, alikimbia kwangu kwa haraka, akinikumbatia kwa furaha na kusema, ulikuwa bahati yangu nzuri leo. Huo ulikuwa mwanzo wa uhusiano wetu na kwa muda mfupi, alijizatiti kunijali, akinitumia ujumbe kila siku na kunipa thamani. Lakini kama ilivyo kwa mapenzi na mtu maarufu, changamoto zilianza kuibuka. Siku moja, msichana mmoja aliniambia kwa dhihaka, wewe ni nani hadi uje kumchukua Elie? Tumekuwa pamoja kwa muda mrefu, usidhani utaweza kumchukua nafasi. Nilijua ilikuwa ni vita ya mapenzi, lakini nilijua nipo kando yake, na yeye alikana kuwa na uhusiano na msichana huyo, akimwambia kwamba alikuwa ni mtu wa zamani. Siku moja, walipokuwa wakicheza mechi dhidi ya Coastal Union, Elie aliniambia kwa furaha, nataka uwe bahati yangu tena leo. Simba walishinda 3-0 na Elie alicheza kwa kiwango cha juu, akiandika jina lake kwenye historia ya mechi hiyo. Baada ya ushindi, kwa mara ya kwanza hadharani, alinishika mkono na kunivuta karibu yake mbele ya mashabiki na waandishi wa habari, jambo lililoleta gumzo kubwa mitandaoni. Hapo ndipo nilijua kuwa mapenzi yetu hayakuwa ya siri tena, nilikuwa nimeingia rasmi katika maisha ya mchezaji nyota wa Simba SC.